Watu wa Mwala. Wasiata? Mwaseo? Mwaseo wenge? Hey. Hawa ndio watu wa Kawaya. Unasema tukwate Kawaya? Huyu Kawaya. Na mbona niliona siku mwingine alikuja na madharau mingi. Ati anauliza nyinyi, ati sasa William Ruto amesema Kawaya ndiye atawakilisha Wakamba. Iko shida Kawaya akiwakilisha? Nyinyi mlichagua Kawaya mara ya kwanza, mkachagua mara ya pili na mara ya tatu, na nikipima hewa nimeona kama mara ya 4. Anapata hapati? Si ni nyinyi mliamua mchague huyo Kawaya? Na ndiyo maana ukiona kiongozi yeyote akija kwenyu hana mambo, anakuja kuambia mambo yenyu, anakuja kuongelea Kawaya, anaongelea William Ruto, anasema deputy president sijui yesa sijui nini. Huyo ni kiongozi hana mpango wowote na maisha yenu. Kweli si kweli? Deputy president ameongea hapa karibu 1 hour, si ndio? Mmesikia akiongea mambo ya mtu? Si ameongea mambo ya mpango wa kazi wa serikali anayotumikia, si ndio? Na ndio maana sisi tumesema wale watu wa matusi, wale watu wa siasa za uchochezi na ukabila, tumeambiwa na Kawaya hapa wakati walikuwa kwa vyeo, hawakuja hapa kuongea mambo ya miradi ya serikali. Hawakuja waambie hiyo barabara yenu kutoka hapa kwenda Kangundo na hizo zingine deputy president ametaja, masoko zenyu. Hawakuja kuambia mpango ya serikali na hiyo kazi yenu. Mliwaona? Lakini sasa wametolewa kwa serikali, wanakuja kuambia huyu Kawaya hafai kuwakilisha kwa serikali ya William Ruto na Kithure Kindiki. Si nyinyi ndio wenye kuamua? Mmeamua Kawaya awakilishe na viongozi wengine ambao mmechagua. Na ndio nakubaliana na naibu wa rais, hata ndugu yetu our elder brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa co-chair yangu kwa ile kamati ya NADCO ambayo tulianza kuleta Kenya pamoja. Na kwa hiyo kazi tuliagana, ni vizuri viongozi wote tufanye kazi pamoja na tusitishe na tukomeshe siasa za ukabila, siasa za chuki, siasa za migawanyiko na siasa za kuchochea Wakenya kwa misingi ya ukabila na kwenye wanatoka. Sasa sisi tunataka tumuulize ndugu yetu Kalonzo Musyoka asikubali kuingizwa kwa hizo siasa potovu, siasa ambazo zitaturudisha nyuma. Tunataka tushirikiane na nyinyi kama jamii, kama Wakenya wengine, ili tusongeshe Kenya pamoja mbele. Kweli si kweli? Kwa hivyo mkisikia mtu anakuja kuambia wewe ni kazini yangu, sasa wewe ni ndugu yangu, utakuwa kazi namna gani? Si nyinyi ni mandugu wetu? Ukisikia mtu anakuambia kazi ni kama yule mtu unapatanga na bibi yako, anakuambia hapana, huyu bibi ni kazini yangu. Ni ukora si ukora? Ni ukora si ukora? Wale ni wakora si wakora? Tuendelee na hii kazi. Na wanasema ati tusikuje hapa empowerment, tungefaa kukaa kwetu mlima, sijui wengine wakae kwao kwa lake, akina Sudi wakae kwao bonde la ufa. Tutembee masaa kuu tusitembee? Tufanye empowerment tusifanye? Tufanye? Ni nyinyi mmesema? Hata wale wakikasirika, hata wakileta siasa ya uchochezi, hata wakileta ya chuki na ya ukabila, tunawaambia ukabila shetani ya nini? Siasa ya chuki shetani? Siasa ya uchochezi shetani? Tufanye hii empowerment na ya masoko na ya barabara na ya kuunganisha stima na Kawaya. Haya, mimi nimekuja kufanya hiyo. Na nimetumwa pia naibu wa rais, iko rafiki ya Kawaya ambaye ni personal assistant ya rais, anaitwa Faruki Bet, amenituma na 1,200. Rafiki ya Kawaya sana. Iko mtoto wenyu tena, mtoto wenyu hapa Ukambani ambaye ni deputy ambassador huko nchi ya Uchina, ndiye anasaidia serikali hiyo miradi mnasikia ya maji, miradi ya stima, zile pesa tunapata kutoka nje. Mtoto mwenye wa Ukambani anatusaidia huko nchi ya Uchina, deputy ambassador wa Uchina
anaitwa Mwende Ndili, na yeye amenituma kwa Kawaya na 1,100. Na simesikia huyo naibu wa rais ni mtu ya mkono wa rais. Sina mimi ni kijana wao wa kutumwa hapa na pale. Sasa si nimetumwa. Si nimefikisha ya Faruk. Si nimefikisha ya Mwende. Si nimefikisha maneno. Kwaherini. Iko kitu imebaki? Yangu. Unajua nilisikia yule mtu wa ukabila akiniambia ati siwezi kufika Masaku. Ati nikifika Masii ati nisitoe pesa. Ati sababu nikitoa ati alisema ninawahonga. Na mimi sitaki mambo ya hongo. Ni hongo tunatoa ama ni empowerment? Tuendelee na empowerment. Bas nitawapea 500,000, 1,500. So yote 1,800 iko hapo. Hiyo 1,800. Wapi makofi ya